kwa mtu ambaye anamfahamu mamangu anaweza akawa anaelewa. Nilikuwa naona ni kitu karibia na impossible mama aje mimi aniruhusu nifanye muziki. Uko wapi? Nikamwambia yes, simfiche. Anambia niko Mwanza 1 2 3. Nilipigwa suspension huko. Kwa ukabaki na likizo huko. You just need a proper squad. Ya watu wako 4. Kuhakikisha maisha yako chuo yanaenda vizuri. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu. Hello guys, how are you? I hope mko poa kabisa na nikukaribishe kwenye episode nyingine ya Story Yangu Podcast. Bwana wewe, kwenye Story Yangu Podcast ndio sehemu pekee ambayo unapata nafasi ya kuisikia story ya mtu, alafu ile story inakuwa na lengo la kukuelimisha, kukuburudisha, lakini pia kuhakikisha kwamba una enjoy tu drama tu hapa na pale. Unajua kila mtu kwenye safari yake anakuwa amepitia vitu mbalimbali, especially ukikuta mtu tayari kashapiga hatua either kwenye career ambayo anaifanya au kwenye maisha yake tu kawaida, anakuwa ameshakwepa mishale mingi sana hapa katikati. So siku ya leo mgeni ambaye tupo naye ana story nyingi sana, kwa sababu pia safari yake haikuwa rahisi. Unajua kuna ugumu ambao waga wanaupitia watu ambao wako kwenye career mbalimbali. Sasa kwenye career ya muziki, watu ambao wanafanya muziki wa hip hop, kuna ugumu ule wa industry, afu kuna ugumu wao pia wao wenyewe kuhakikisha namna ambavyo wanaweza kudeal na game. So siku ya leo tuko na moja ya msanii ambaye anafanya vizuri sana kwenye rap game kwa Tanzania. Ni moja kati ya wale watu ambao ngoma zake, ama ukisema utaje watu ama wasanii wa hip hop ambao wanafanya vizuri, lazima jina lake litapia. Obviously hata umwambie ni nani ataje, lazima jina lake litasikika hapo katikati. So ni jamaa ambaye anafanya vizuri sana, na leo tumebahatika kuwa naye humo ndani baada ya ninyi kurequest sana kutaka kuisikia story yake. So finally yule ambaye request kutaka kusikia story ya Rapture leo anaenda kuisikia. Na nikukumbushe tu kabla tujaenda kumsikiliza ama kuanza story yake, YouTube channel yetu ni Story Yangu Podcast, usisubscribe, lakini pia kwenye digital platforms mbalimbali tunapatikana: Boomplay, Audiomack, Spotify, kote huko unatupata kwa Story Yangu Podcast. Unaenda kule. Kama una mambo yako mengi utaki kuangalia YouTube, unataka usikilize tu alafu uendelee na mishe zako, unaenda kwenye hizo platform alafu unatusikiliza, na inakuwa ni unyama sana. Episodes zinatoka 2 kwa mwezi, so kila baada ya wiki 2 tunatoa episode 1, na inakuwa ni unyama sana. So stay with us kwa sababu ni lazima uenjoy na lazima ujifunze pia. Anyways, Rapture, karibu bwana. Asante sana. Hivi unajisikiaje kuwa ni moja kati ya wasanii wa hip hop ambao wanafanya vizuri? Ni challenge na ni feeling ambayo ni nzuri, kwa sababu miaka kadhaa nyuma nimewahi kutamani kuwa mentioned kati ya watu ambao wanafanya vizuri katika hiki ninachokifanya. Ndio kitu ambacho nilikipambania na unaweza kuona kimetokea. Exactly. Lakini ni sehemu tu ya ile kitu kikubwa ninachokihitaji. Kwa hiyo ni feeling ambayo ni nzuri, it's a blessing. Okay. Kwa ufupi. Okay. Wanao 99 unafikiri unawakilisha vizuri? Nafikiri nawakilisha vizuri kwa sababu so far nimekuwa na community ambayo tumekuwa very positive na tuna connect katika namna ambayo ni ya tofauti. Watu ambao wanasikiliza muziki wangu, kuna namna ambayo tuna connect ya tofauti. Kuna watu wananicheck, tunaongea. Inakuwa ni kama watu ambao tumeshawahi kukaa tukaishi sehemu moja, kwa sababu ya namna tu ambavyo tuna connect kwenye kile ambacho mimi ninakisema. Okay, mimi nataka nikurudishe Shy Town. Mwanzo kabisa wa safari. Tutamani tuanzie kwenye familia kabisa. Rapture, kwa kuwa hii ni story yako, tutamani tuanzie ulikotokea kabisa. Wewe umezaliwa kwenye familia ambayo ni watoto wangapi, lakini pia mazingira ya aina gani ambayo umekulia? Mimi nimezaliwa kwenye familia ya watoto wa 3. Mimi ni wa pili. Okay. Mimi ni wa pili. Na mdogo wetu wa mwisho ambaye ananifuata, ambaye japo tuko mama tofauti. Okay. Na kaka yangu ambaye mimi ndio ninamfuata. Okay. Kuna kitu sijakijibu hapo kingine ulichoniuliza? Hapana. Okay, so hapo kwenye kusema kwamba huyo mdogo sio amshei mama.
Yeah. Okay, so that means wazazi walitengana au what? No. Wazazi wakutengana, ilitokea tu babangu alipata mtoto mwingine. Okay. Yeah. Hivyo, yani ndio kitu ambacho kilitokea. Okay, alikuwa na mtoto mwingine pia. Alright. Na kwenye level ya maisha, unajua kuna wale ambao wanasemaga mimi nimekulia shwani, kuna wale ambao nimekulia kwenye maisha fulani hivi normal tu. Maisha ni ya kawaida niweza nikasema. Sio sijui kawaida kwa sababu kuna maisha ambayo nimeona ya watu tofauti. Sijui kawaida ambayo wewe unaisema labda kichwani kwako itakuaje na mtu anayetusikiliza kawaida kichwani kwake iko vipi. Kawaida ni ya milo 3 kupatikana. Milo 3. Kuna vitu ambavyo vina unaweza kuvipata, kuna vitu ambavyo unaweza kuvikosa, na kuna vitu ambavyo huvihitaji tu kabisa kwa sababu unajua haviwezi kuafodika na familia yangu. Kwa ni mazingira ambayo ni ya kawaida tu ya Tanzania. Okay, sasa natamani nijue sasa safari yako ya muziki. Safari ilianzia kule alafu ndo tukaja Dar es Salaam au safari ilianzia Dar es Salaam? Safari imeanzia kule. Safari imeanzia Shaytown. Ambapo mara ya kwanza kuna kitu hicho nikikumbuka huwa ninacheka sana sometime. By the time ambapo nimeanza kuandika verses na kama miaka 11. Okay. Ikatokea nimefunguliwa account ya Facebook na kakaangu. Okay. Akawa amenifungulia account, ndio mtu wa kwanza kunifungulia account ya Facebook. Okay. Nikawa na share baadhi ya naandika kwenye captions zangu, nakuwa naandika kama naandika mistari kwenye captions nini vitu kama hivyo. Kuna watu kuna siku ilikuwa sijui ni conversation gani inaendelea ya music, wakanishauri kwamba ukimaliza shule ndo ukaanza kufanya music itakuwa fresh sana. Na mimi kweli nikaona kweli nikimaliza hivi hapa paka chuo ndo nikaanza kudili na music itakuwa ni fresh sana. Okay. Hicho kitu kinanichekesha kwa sababu yani nawaza ni muda ambao nimemaliza yani kuna namna inanipa tu feeling fulani ambayo ni tofauti, but nilikuwa na kurudisha tu imeanza nyuma kiasi gani. Around 11 years ndo nimeweza kuanza kuwa naandika verses, naona kabisa hii ni verse. Kutokana na namna ambavyo nasikiliza nyimbo ambazo nazisikiliza kwenye radio, naona wanavyofanya na mimi ambacho nakifanya, naona kabisa nina verse ambayo nina confidence ya kumsikilizisha mtu. Na ikawa imetokea tu kila ambapo ni mtu ninayekutana naye nimsikilizisha verse yangu, kuna namna anaona kabisa ni different, na kwa umri wangu na kile ninachokifanya naona kabisa ni kitu ambacho ni kitu special. So na mwanzo wakati naanza mimi sikuwa najua like hizi aina za music kwamba naimba na chana. Mimi nilikuwa nafanya vyote. Naimba, natengeneza naandika nyimbo za kuimba, naandika, inategemea na ninavyofeel. Na ndio kitu ninachofanya mpaka leo. Ilitokea tu ninavyorap nikawa watu wakawa exposed zaidi na ninavyorap, na nikawa nimeblow up hivyo. Ndio maana watu wengi wakiona hata nimetoa nyimbo ya kuimba wanakuwa wanashangaa, wanasema vipi imeanza lini, lakini kwa mtu ambaye ni day one hawezi kushangaa. Track zangu zatoka mwanzo ziko hivyo, utaona nimetoa nyimbo ambayo ya kurap kwa sababu mimi nilikuwa nina love tu na music, nina love na namna ambavyo ninautengeneza music, na enjoy experience ya creation ya music. Kwa hiyo hivyo safari yote ilianzia Shaytown. Najua Shaytown ina hold memories nyingi sana kwenye maisha yako. Kuna vitu vingi sababu najua growing up kwenye sehemu inakuwa ina vitu vingi sana. Ni memory gani ambayo siku zote ukikumbuka wewe inakurudisha nyumbani mara zote? Iwe nzuri au mbaya? Memory ambayo memory nyingi zinanikumbusha home. Yaani memory nyingi sana zinanikumbusha home. Naweza tu nikawa nakula hivi sehemu nikakumbuka muda kama huu, labda 10 years back niko wapi, nilikuwa nakula nini. Juzi tu nilikuwa napiga story, nafikiri nilikuwa naongea na Eugene hapa, nilikuwa studio nakula nini, ilikuwa ni night, nikamwambia leo ni 2025 2024 muda kama huu mchana nilikuwa nakula kitu fulani, nilikuwa niko mazingira fulani, yani nilikuwa ni lazima kwa siku kama hii niwe nakula hivyo. Kwa hiyo kuna memories zinanijia vitu vingi. Ndio maana kuna line yangu moja inakwambia moyo upo Shaytown,
nani mwili upo Dar es Salaam, kichwa kiko Moshi. Okay. Kwa yani like niko na vitu vingi vinakuwa vinanikumbusha home. Alright. Sasa natamani nijue pia wazazi. Unajua wazazi kila mtu anakuwa na expectation na mtoto wake. Yep. Walivyokuja kugundua kwamba unafanya muziki. Like unaingia kwenye muziki and you're serious about it, lakini pia wakajua uko na talent kwenye upande huo. Ulikuwa na umri gani na mapokezi yao pia yalikuwa? Mimi nimekuwa na mama. Okay. Nimekuwa na mama. Baba alifariki nikiwa mdogo. Sawa. Kwa hiyo mama yeye mwenyewe pia hakuwa ni kitu ambacho anakubaliana nacho mwanzoni. Hakuwa ni kitu ambacho anakubaliana nacho, na mimi nilikuwa najua kabisa ni kitu ambacho hawezi kukubaliana nacho. Kwa hiyo sio kitu ambacho niliwahi kuwa nimeenda kupresent mama, tumekaa hivi kwamba bana mimi nataka nifanye muziki. Sikuwahi kujaribu kufanya upuuzi kama huo, maana nijua yani najua ni energy ambayo ingebadilika mule ndani. Kwa hiyo sikuwahi kufanya hivyo. Mimi nilikuwa napeleka tu movement zangu, yani nilikuwa naamini ataweza kuelewa hichi ninachokifanya. At some point pia nilikuwa naona hichi ni kitu karibia na impossible. Kama yani kwa mtu ambaye anamfahamu mamangu anaweza akawa anaelewa. Nilikuwa naona ni kitu karibia na impossible mama aje mimi aniruhusu nifanye muziki. Okay. Yani ni karibia na haiwezekani. Possibility ndogo sana. Yani ni chache sana. Okay. Lakini ikaanza hivyo, urahisi ulianza kuja ambapo alianza kuwa anaambiwa na watu nimefanya labda nimeimba sehemu. Okay. Taarifa imekuja imemfikia. Ile taarifa inakuja kwamba fulani ameimba, yeye anajua hivi na hivi, lakini hajui ulichokiimba, hajui nini, kwa hawezi kupokea kwa huo uzito. Okay. Kitarudi tu gani atakuuliza hivi na hivi basi. Okay. Na yeye akawa anaona still niko na energy gani na mimi ya kukifanya kile kitu, namna gani nakitaka kile kitu. Kwa hiyo ikalegezwa, nikapewa conditions kwamba ukimaliza tu sasa ile kama sekondari, ukimaliza tu shule nitakuacha ufanye nini, ufresh, yani ufanye music fresh. Sawa. At the same time mimi naona kitu pekee cha kunileta Dar, kwa sababu sina yani kitu ambacho kinaweza kanileta Dar tofauti na nifaulie Dar. Yes. Elimu. Ndio naona hii ni tiketi ambayo ninaihitaji. Okay. Kwa mama resistance yake ilikuwa hivyo, na alipokuja kubadilika pia kabisa na tukaanza sasa kuwa kwenye same page. Nilipotoa mixtape yangu ya kwanza nikiwa kule Shaytown, ilikuwa form 6 nakumbuka. Okay. Nimetoa hiyo mixtape, ilikuwa ina track moja ambayo inaitwa Dia Mama, inaitwa Dia Mama. Kama unaipata track ya Tupac inaitwa ile Dia Mama. Yes. The beat na chorus mimi nimeifanyia ukapita mule. Track ambayo ipo kwenye mixtape. Ile ilikuwa ni track ambayo yeye akaja kusikilizishwa na mtu ambaye tu kabisa. Na akawa ameelewa na energy ambayo yule mtu anamsikilizisha mtu kwamba ni kwanza anakuhai, hataki hata kuamini kwamba huyu hawezi kuwa mwanao. Okay. Hawezi kuwa mwanao. Huyu mtoto wangu. Okay. Walibishana tu sana. Mama alikuwa saluni hapo wote. Kanipigia simu niletee kitu fulani hapa saluni. Si huyu hapa. Kama wewe utaki sindo. Imeisha. Mama kashakuwa proud. Kwa yani hivyo ikaenda hivyo, akawa tayari ameshaanza kuzoea. Mpaka ambapo ikatokea chance nimezungumza na Father P-Funk kwa mara ya kwanza. Nikamwambia mama hicho kitu, afu nikamwambia ninahitaji kwenda Dar nikaonane naye. Okay. Kwa ndo pale ndo nikawa nimepata hiyo pasi sasa ya kuondoka. Okay. Kabla hatujaje Dar es Salaam sasa kukutana na Father mwenyewe. Mimi natamani turudi tena nyuma. Growing up umegrow na mama maisha yako mengi kwa sababu baba alitangulia. Natamani jue kwa sababu mara nyingi especially akibaki mama peke yake, kuna namna ndugu wengi those wote huaga wanaletaga ugumu kwenye maisha ya yule mjane ambao anakuwa ameachwa. Ulikuwa kwenye mazingira gani na ndugu zako? Bahati nzuri mama wangu ni hii version ya wanawake. Unajua wanawake hawa wa 60 70 wale anaweza akaihendo nyumba yeye mwenyewe kama baba. Okay. Anaweza yani
kuna unaelewa hiyo vision yao Yeah. mama wa Kiafrika, African mother. Strong. Ni one of them. Okay. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho misingi ambayo tumekuwa nayo ni misingi ambayo ni mizuri kabisa. Ndio maana mimi pia kama ningeweza hata kuchagua mtoto wangu akuwe mazingira ambayo mimi nimekuwa, 100% ningeweza, yani na kubali hicho kitu, kwa sababu nimekuwa katika mazingira fulani ambayo nilikuja kujua zaidi kwamba nimekuwa kwenye mazingira mazuri nilivyokuwa exposed na watu wengi zaidi kadri ninavyozidi kuishi. Na ninakutana na watu tofauti na naona watu tofauti wanavyoact, naona mamangu tumekuwa katika namna tofauti sana. Yes. Yeah, kwa na appreciate hicho kitu, yani Okay. yeah, ni blessing sana, yani nimebarikiwa sana yeye kuwa mamangu. Wow, that's amazing. Shout out nyingi sana ziende kwa mamake na Rapture. Ngafanya kazi Shout out kubwa. kwake. Okay, so turudi Dar es Salaam. So Dar es Salaam sasa tulikujaje? Tulikuja baada ya kufaulu form 6 kwamba tunakuja chuo, au tulikuja kuonana na Nilivyomaliza tu mara ya kwanza nilikuja kwa sababu niliongea na father ikiwa bado na miezi kadhaa ya kumaliza 6. Okay. Kwa hiyo kulikuwa kuna likizo fulani ya mwezi wa 12, alafu nafikiri 6 nekta zake zinakuwa mwezi wa kama 5 hivi. Kwa ile likizo mwezi wa 12 ile kwanza niliforce mazingira ya kuja huku. Sikumbuki hivi nilitoa reason gani nikaeleweka. Ila mama alielewa. Ila nilieleweka nikaja. Hiyo niliforce sana hiyo safari. Yaani nilianza kuiandalia mazingira miezi 6. Na yani kwamba unaona, yani kama ile kuna likizo ya mwezi wa 6 ila nakuonesha kabisa hii nimeiacha ili niende ile. Kwa hiyo niliandalia mazingira yani sana sana. Okay. Sihitaji kabisa yani kumsumbua kwenye nauli wala nini. Okay. Unajipanga. Kwa hiyo hivyo. Okay. Na bahati nzuri mixtape ambayo nilikwambia niloitoa niliuza. Nilikuwa naiuza kwa watu wananitumia 2000 na kutumia kwenye either kwenye email au WhatsApp nini. Kwa hiyo nilipopata ile hela niliongea na kuna brother yetu mmoja hivi Shetown anaitwa George Mdaki. By the time alikuwa anafikiri anafanya kazi kwenye kampuni hivi la simu. Nikapata line ya huo mtandao wa simu ya kufanya miamala, nikaiweka dukani kwa mama. Okay. Kwa hiyo ikawa kuna hela ina generate. Okay. Kwa hiyo ndo hapo pia nilipopata nauli. Wow. Yeah. Kwa hiyo nilikuwa na kueleza kwenye kuhusu kuja Dar es Salaam. Yeah. So hapo ndo nilipopata nauli na nikawa nimekuja. Kwa hiyo mara ya kwanza nikakaa kwa huo mwezi mmoja, nikaonana na father kwa mara ya kwanza. Tukapata muda wa kuongea na nini na kila kitu, tukarecord nafikiri track kama 2. Okay. Na kuna video fulani tulishoot. Nikaondoka kwa sababu ilikuwa inabidi nirudi nikamalizie 6. Kwa hiyo nikarudi kule. Yaani tayari kuna experience ya tofauti sana ambapo nimerudi ile miezi michache kuimalizia, ambapo mimi nikikaa darasani nawaona nyinyi washenzi, mimi nina future bright. Amjini naenda kufanya nini baada ya hapa? Mnaniona saa niko darasani, unaona hapa nipokaa hivi kwenye kona kama hii. Nilikuwa nakaa kwenye kona kama hii mwisho. Backbenches. Ndio wenye talent siku zote. Na wanangu pale hivi, afu kwa story nyingi zinakuwa zinaanziaga huku sana, either upande huu au kule mwisho. Kwa hiyo yani watu mimi nakaa hivi naona yani kwanza yani hii nekta haina yani naenda kufanya, lakini umuhimu ambao mimi wa hii safari yangu ya pili ninakoenda nikaona kutoboa kimuziki ni kitu sana. Kuna muda yani nilikuwa naona siku haziendi kwanza ile miezi michache. Ikamalizika sikukaa hata wiki Shetown baada ya kumaliza paper. Mbele. Safari. Kwa matokeo ya 6 yamekukutia hapo Dar es Salaam. Yamenikuta niko Dar, sijui process nyingine za kuanza kwenda za kuanza sijui kutafuta chuo sijui nini kuapply. Zote zikafanyika nikiwa huku. Okay. Kwa hiyo hapo tayari movement zikawa tayari zimeshaanza. Okay. Yeah. Okay, lakini inabidi urudi nyuma kidogo tena utuambie. Yeah. Father tumekutanaje naye? Yaani communication ya kwanza ilikuwaje? Ilikuwa kuna wimbo ambao nimefanya na Chata, unaitwa Namtaka. Tulifanya kule Shetown. Tulifanya na Queenza, producer wetu anaitwa Queenza kule. Alright. Ambapo beat tuloifanyia ilikuwa ni ya kwake Father.
ni wimbo wa Chidi Benz na Maunda Zoro. Kwa tumeifanyia ile beat wimbo, tuna tag watu tofauti na yeye akiwepo, tumemtag sana, akawa ameona, aka like na akawa ametufollow wote mimi na Chat. Baada ya pale nikatoa mixtape hiyo ambayo nimekuambia sasa, mixtape yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Just a Step. Nikaitoa mixtape, ninavyoipromote mimi nilikuwa niko shy, ila ninafanya vitu ambavyo unaona ninavyovifanya vitu vyangu katika music ile, ninavyo release, ninavyo promote kama watu wa mainstream huku wanavyofanya. Ninavyoona wanafanya hivyo, kitoa nyimbo wanaenda media tour, sawa, wanaenda wanashoot hiyo movement wakiwa wanaenda kwenye media wanashoot ma behind the scenes, sijui labda wakiwa wako studio, wanapiga yani kuna vitu fulani wanavifanya. Kwa hiyo mimi nikawa navifanya kama vile. Kwa baada ya kumbe ya father kutufollow, anaendelea kufuatilia hizo movement. Kwa akaona nimetoa pale mixtape na kweli energy yangu yani iko moto. Katika hicho kipindi chote kumbuka ninaenda shule, movement zangu katika social media zilikuwa zina run kama niko tu yani hivi mtaani, yani kama sisomi. Kwa sababu gani? Kulikuwa kuna mwanangu anaitwa Baisa ambaye yeye alikuwa na run hizo social media mimi nikiwa nimeenda shule zote, kuanzia YouTube nini. Kwa hiyo mimi naweza nikatoroka tu shule nikaenda nikarecord, nikamwachia tu ngoma, yeye ataiupload labda YouTube nini, ataendelea kushirika na kile kitu, atapost, yani itakuwa account iko active, yani kama artist tu ambaye yuko active. Kwa na ndo Baisa ndo mtu ambaye amenipokea sasa, ndo geto lake nilofikia. Kwa sababu yeye by the time alikuwa chuo. Alikuwa shatangulia. Tulisoma wote shule moja, ambapo mimi nilikuwa O level, yeye alikuwa advance. Kwa hiyo yeye muda yuko chuo, mimi ndo niko advance. Kwa hiyo ikawa ni rahisi yeye kurun hivyo vitu. Na mpaka sasa hivi yani kwenye masuala ya digital ndo yeye anayo run. Mpaka sasa hivi. Kila kitu kinachohusiana na hicho. Sasa natamani pia nijue, sasa umekuja Dar es Salaam ile mara ya pili ambayo matokeo hajatoka form 6 ndo umesema alikupokea mwanao Baisa. Maisha ya ghetto yalikuwaje sasa? Kuna namna hayakuwa, siwezi nikasema ilikuwa ni magumu sana, na wala nikasema ilikuwa kwamba ni mazuri sana. Kuna namna tu kawaida, changamoto always zipo, yani nyingi tu zinakuwepo nyingi, lakini ni maisha fulani ambayo kwa namna ambavyo mimi yani the fire ilikuwa ina burn ndani yangu ya kitu ninachotaka kukifanya. Yani hamna mazingira ambayo yanaweza kanirudisha nyuma. Uko na sawa tupambane. Ni noma, yani katika point ya kwamba nimekaa miezi yangu karibu yani miezi ya mwanzo hivi, mimi nilikuwa sky, hata naweza ni sky nikakaa yani nikawa na chat labda na dem. Yani nilikuwa niko katika mazingira, kuna mode fulani ilikuwepo yani pale, yani ambayo ilikuwa ni beast mode fulani ambayo ilikuwa ni hatari. Kumbuka mimi nafanya nekta hivi ya 6 kama hivyo unavyokuambia, nilikwambia sikukaa hata week shy baada ya kumaliza paper, kwa sababu najua yani nilikuwa by the time nawaza hiyo ni mwezi wa 5. Kwa kuanzia ile likizo ya mwezi wa kwanza ngapi, nilikuwa nawaza zinavyoenda kufanyika shows za mwaka za mwaka huu around kuanzia mwezi wa 7 au kwa 8 wangapi, nataka niwepo kwenye list kama artist anaye perform. Embo imagine nasema hivyo vitu niko shule. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani nilikuwa na energy ambayo ni hatari na hiyo kitu. Kwa hiyo pia iweza kusaidia, nika changamoto nyingi ninaona ni vitu ambavyo naweza nikaishi navyo. Wow, that's amazing. Kwa sababu unajua muda mwingine kiu ikizidi huwa ujali kabisa vitu vingine. Distraction inakuwa maji tu ndio kitu ambacho unakuwa kuna namna yani kitu kimechukua attention yangu mpaka distraction nyingine inakuwa sizioni, yani kwa ufupi. Ndio situation ambayo ilivyokuwa. So kwenye safari yako hakunaga kitu ambacho ushai kupitia ukaona kwamba inabidi hata nikate tamaa kidogo niachane na muziki? Vitu vingi, moment nyingi tu ambazo nimepita kama binadamu nikadoubt yani kwamba hichi kitu labda maybe sio changu. Ni cha watu, sio tu changu, yani ni kitu ambacho, kwa sababu
sikuwa karibu hata na mtu labda ambaye ni maarufu, sikuwa karibu yani na mtu, yani hata mtu kwamba ambaye na rafiki yangu ana rafiki yake maarufu hakuna, yani hata someone who knows someone. Okay. Kwa hiyo kuna at some point nikawa naona ni hichi kitu ni karibu na yani kwamba ni hichi kama na hiki kitu ni ngumu. Hao wanaokiweza kuna namna tu yani labda ndo wale ambao naona, unajua kuna ile tangu niko mdogo nikiangalia vipindi vya watoto, kuna watoto ninaowaona huko kwenye TV kina Mimi Maz by the time. Yeah. Unaona labda hawa ni wako destined kuja kuwa hivi ambavyo mimi ninaona. Ila kila nikisikiliza radio, nikiangalia TV, nyimbo zinazopigwa, ninaona ninaweza kukifanya vizuri sana hichi kitu hawa watu wanachokifanya. Okay. Kwa hiyo naona hapana, lazima ngoja niendelee kukaza na hiki kitu. Kwa hiyo kati ya moments ambazo zilikatisha tamaa ni zipi? Like kati ya moment ambazo zilikatisha tamaa, kuna show moja tuliwahi kuiandaa tukiwa form 4. Okay. Tuliwahi kuiandaa hiyo show Maganzo, kama ushaikupasikia. Wewe umetoka kanda ya Ziwa? No, interviews nyingi hizi. Na watu wengi wanatokea huko kanda ya Ziwa. Yes. Maganzo. Yeah. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya karibu na shule yetu ilipokuwa shule nilikuwa nasoma. Shinyanga Sekondari Shebushi, ilikuwa ni karibu na Mwadui. Kama kwa mtu ambaye yote anaofahamu mgodi wa Mwadui anaifahamu ile shule na anaifahamu Maganzo. Okay. Kwa hiyo tukawa tumeandaa kuna show pale, lakini haikuweza kufanikiwa. Tulihangaika, tulijichanga cost zile za kuhakikisha show inafanyika, tuliwachangisha watu, yani karibu shule yetu kwa na watu kama 1000. Tulipita kila cube, kila bweni, watu wote walikuwa willing kutoa iwe 200 iwe 100 paka kuna baadhi ya cost tuliweza kuzikava. Ilichukua muda. Tukafanya ni watu 4. Mimi na mwanangu anaitwa Friday, mwanangu anaitwa Sua, mwanangu anaitwa Monster. Wao wawili wako form sisi tulikuwa form 3. Mimi na wewe mwanangu Friday tulikuwa form 3, wale wawili wengine walikuwa form 4. Ila tulikuwa ni kundi tuna rap. Tumesha record wimbo. Kwa hiyo tumeandaa na hiyo show kwa especially kwa ajili ya wimbo na nini hivyo. Watu tayari tushaanza kupromote, kuna watu wetu wengine wanasema wanakuja kwenye show, baadhi ni wanafunzi, wengine ilikuwa ni ile shule imefungwa, alafu ile weekend ya shule ambayo imefungwa. Kwa watu wengine hata watu wengine walikuwa wamesha hivi, unajua watu wakiwa wamekaa shule boarding wanavosubiri kwa hamu kwenda likizo. Ila kuna watu walikuwa radhi wa wait hiyo weekend nzima wamalize kwanza show yetu ndo waende nyumbani. Tukalipa PA, kila kitu, posters kabandikwa kila sehemu, nini, watu hadi Mwadui tumewapa taarifa, kila kitu. Walokuja kuifanya show isifanyike. Kuna mwalimu alienda kutureport kwamba wao ni wanafunzi hawataki kufanya 1 2 3. Kwa hiyo tukakosa kibali cha polisi cha mwisho kabisa. Na tukaambiwa wakifanya, yani wakiforce wakafanya hivi, wakamateni muweke ndani. Jamani. Kwa hiyo ndo kitu ambacho ndio ikaishia hapo. Yani ilikuwa ni heartbreak ambayo ni kubwa sana. Na heal taratibu mpaka leo. Hivi unajua wanafunzi kutoa kwanza 200 zao. Yani kuna namna nilifeel maumivu yani ya nani sana. Yani kwa namna ambavyo issue imekuja kuisha. Kwa yani hivyo. Kitu kingine pia kuna wakati naandaa mixtape yangu ya kwanza, ile time nilisafiri, nilitoroka shule nikaenda Mwanza. Mistake niliyoifanya, nilitoroka shule nikiwa mgeni kwenye hiyo shule. Nina wiki moja ambayo hiyo wiki haijaisha, nikawa sasa nimetoroka. Ila rapcha wiki haijaisha kwenye shule ngeni unatoroka. Kwa sababu yani ya ratiba nilikuwa inabidi niende muda huo. Nilikuwa nimepangiwa from advance, mimi nilipangiwa katika harakati za kufight nipangiwe nisome Okay. Nikapangiwa huko Tunduru ni kusini. Nikawa nimepelekwa Sambali zaidi na kule hali yani sikuweza kukaa kule. Kwa sababu niliona tayari na vitu vyangu vingi yani haviendi ambavyo vinavyoenda na nini, nimeshakuja mbali yani sipeelewi. Ikafanyika mazingira nikarudi nikahamishiwa Shaitown. Kwa hiyo katika ile nilivyohamia nikawa nimetoka nikaenda Mwanza. Mbona Mwanza karibu? Ni karibu
nimehamia kwenye shule ambayo watu wananifahamu baadhi hadi walimu kwa sababu shule iko Shy Town. Yes. Na ni nyumbani. Alafu na kwa kama mgeni tu yani kuna namna mgeni hatumuoni. Mgeni anawishi tu kacha. Mgeni mbona hatumuoni? Hatumuoni. Okay. Nikaanza tu yani niko Mwanza sasa, hiyo kwa siku ya pili. Nimejiachia iliko vile tumesha rekodi ile day 1 day 2 kwa sababu nilipokuwa nimefikia kwa studio kwa Adolf Beats. Okay. Iko studio kwa Adolf Beats na ambaye amenilink hapo ni mwanangu anaitwa Kabanza. Kwa hapo nimefika pale tumerecord. Siku ya pili nikaanza kuona tu nyaya za watu wa nyumbani zinaingia. Nikaacha kuzipokea. Kadri ambavyo naona nyingi zinaingia ndo nikajua tayari kimenuka. Kumbe school walipiga simu home nyumbani wakasema sipo. Wale kwa akili ya kawaida walijua kwamba kama haipo shule huyu nyumbani ni karibu sana na hapa shule. Atakuwa tu ametoroka kaenda home kwa sababu ndio shida tu ya mtu kusoma boarding akiwa karibu. Yes. Nyumbani sipo, shule sipo. Kwa hiyo ndo simu zikaanza kupigwa. Sipokei. Nikaja nikapokea ya bro wangu. Hiyo ndo ninaweza kuongea naye. Tukaelewana. Ani update pia huko hali iliyoko huko. Nirudi au niishie tu moja kwa moja. Uko wapi? Nikamwambia simfiche, anambia niko Mwanza 1 2 3. Na hivi sasa huku imekuwa noma. Nilipigwa suspension huko. Kwa ukabaki na likizo huko. Alafu ni suspension ilikutana na likizo. Okay. Ilikuwa inaenda kukutana na likizo. Kwa hiyo nikakaa hapo muda mrefu. Ila nililazimika kurudi. Hiyo siku yani nimeongea nao hivi kwa ni usiku asubuhi yake ni gari za daa mapema. Nyumbani. Nikapanda nikashuka Shy Town. Okay. Kwa siku nimeenda sasa shule tena. Ndio kaenda kuchukua suspension. Ndio nikachukua sasa suspension rasmi. Nikarudi home. Sikujihusisha na mambo ya muziki shuleni. Ukasema umekoma. Sio kama nimekoma, nilikuwa na hasira. Ninaendelea kurekodi muziki wangu pembeni, kuendeleza mambo yangu. Okay. Ila sijui kuna zile unajua unaweza umepigwa kwenye kitu kama hicho, umeadhibiwa. Ila ikitokea kitu event yote ya shule wanahitaji wewe uperform. Nilifunga vyoo kwenye hizo biashara zote za shule. Nimekupeleka kwenye story nyingi, nimesahau tulikuwa tunaongelea nini. Tulikuwa tunaongelea hiyo. So moja kati ya vitu vilivyokatisha sana. Nilikuwa ni moja kati ya kitu ambacho kiliniumiza sababu nilizinguana sana na mama hicho kipindi. Exactly. To a point hataki kuongea na mimi. Okay. Ila ikaisha na maisha yakaendelea. Ndio nikakutana na yale maswali ya kwamba sasa nieleze unataka kusoma au unataka kufanya muziki? Chagua kimoja tujue. Vitu kama hivyo lakini tuko hapa leo. Unyama. So chuo vipi? Chuo ulikuja kufanikiwa kusoma kozi gani na maisha yalikuwaje kuchanganya? Kwa sababu sasa chuo ndo tunajua ulikuwa unafanya muziki at the same time unafanya masomo na tunajua chuo hatubani kwenye muda ile tunabanwa kwenye coursework. Nilikuwa nasoma marketing and public relations. Okay. You just need a proper squad ya watu wako 4 kuhakikisha maisha yako ya chuo yanaenda vizuri. Katika hao watu 4 hakikisha kwanza yani either 3 hapo yani wanaenda chuo kila siku. Okay. Na kuwa na upendo nao ambao upendo yani ni ule halisi. Hakikisha ni mna upendo ambao yani uko namna fulani nzuri. Okay. Hapo unaweza kusurvive maisha yako ya chuo. Siwashauri vijana muache kwenda yani muende chuo kwa kusuasua. Yani kwa jaribu kuwapa tu experience ya namna ambavyo ukiwa na squad yako fresh mnafaulu vizuri. Yanawezekanika vizuri sana. Okay. So ishai kufika stage kwa sababu unajua ukiwa chuo pia ndio kipindi ambacho your talent na career yako ilibloom. Ukakuwa mkubwa, Rafcha ikawa ni brand, maisha yako ndo yakawa yamebadilika. Na tunajua kwamba kwenye muziki mara zote anaanza kubadilika, yani jina linakuwa afu uchumi unakuja baadaye unakuwa taratibu. Sasa ulikuwa unawezaje kukopa, yani kumanage kwamba wewe ni brand tayari na una maisha ambayo unatakiwa ya maintain?
afu at the same time hela bado haijafikia level ya ukubwa ambao upo nao. Katika vitu ambavyo mimi kwanza spend ni mateso ya mimi kuwa uncomfortable na mimi. Kwa hiyo ni kitu kama hicho na kihendo. Kama ambavyo ni kiko, natakiwa niende sehemu fulani. Nina nauli ya shilingi ngapi? Natakiwa niende chuo. Sawa, nafika chuo watu wananirecognize ila ninatakiwa niende hivi. Sasa hivi siwezi kuafford kitu fulani, naweza kwenda hivi, naenda hivyo. Imeisha. Kwa kama dada tunapata dada tunaenda chuo. Hivyo na ikawa fresh. Kuna mdadi mimi watu walikuwa wananiambia wanakutana na mimi kwenye line ya kwenda kuchukua kusign boom. Wewe bado unazitaka na hizi hela zetu hizi. Yaani saa tena na isign hiyo boom na show hata kesho kutwa. Siachi hata 100. na isign hiyo boom na wakuta nachao hata kama nimetoka kuchukua hela juzi lazima nikaisign nichukue. Kwa hiyo yani hivyo nafikiri namna tu ambavyo mimi nilikuwa nimechagua kuenda nayo ilikuwa rahisi. Ilikuwa rahisi kusurvive. Haijanipa shida. Mwisho siku yani wewe ni msanii sawa, ni mtu maarufu, lakini mwisho siku wewe ni mwanachuo. Na tunajua chuo bado tunapikiaga mengi sana. Yani nilikuwa. Ulikuwa chuo, of course. Chuo waga mwanachuo siku zote wanapitia vitu vingi sana. Nashinda ukiwa kwenye past tense, sijui kwa nini tumemaliza chuo si miaka gani imepita huko. Mwanachuo kama mwanachuo anakuwa na ups and downs zake. Kila mtu ana story yake akiwa chuo. Ukiniuliza chuo ilikuwaje, nitakupa story yangu. Ukiulizwa pia chuo ilikuwaje, wewe mwenyewe pia unakuwa na story yako. So ni story gani ambayo ni katika zile stories za kustruggle na maisha ya chuo ambayo huwezi ukaja kuisahau? Niseme sijui ni kwa hii ni inakaa sijui katika kundi la bahati gani, kwa sababu kuna bahati nzuri na bahati mbaya. Sina experience mimi ya maisha ya chuo kama mwanafunzi. Kwa sababu tayari yani moment ninaanza chuo ndo right moment ninaenda kuwa rapture. Sikuwa chuo muda ambao nilikuwa na spend muda mwingi chuo. Hata company ya chuo nilikuwa na watu wachache tu sana. Sikuwa na zile kwamba wanachuo sasa hivi kuna bash nipo. Sijui yani watu wale watu chuoni kwangu wanani approach kuperform kwenye bash za chuo, wanakutana na price kama ambayo wangeweza kukutana nayo UDSM au wapi. Kwa hiyo tayari kuna namna sikuwa na hiyo nini. Yani kwamba wanachuo sijui leo wanaenda wapi sijui, sikuwa na hiyo nini sana, kwa sababu muda mwingi nitakuwa naenda chuo labda maybe kipindi ambacho kuna tests au mara chache kwenye tu vipindi vya kawaida na nini. Inakuwa muda mwingi nilikuwa na deal pia na vitu vingine, kwa sababu na huko ndo muda ambapo sasa vitu vimeanza kuchanganya. Na nime spend maisha yangu yote nikiwa na build hiki kitu, msentanie. Lazima tuchague upande. Lazima niende navyo vyote sawa. As long as vyote vinaenda sawa, amna haja ya kuniniwa, tunaenda sawa. Basi unyama bwana. Lakini tunatamani pia tujue, unajua wasanii wengi wanaangukia kwenye uraibu wa madawa, especially kwa upande wa wanaofanya hip hop mara nyingi. Kwa nini wanaofanya hip hop mara nyingi? I don't know why, lakini wengine wanasema muziki wenu una aina fulani ya ugumu ambao ni extra. Ugumu gani? I don't know. Ni wasanii wa hip hop wanasema kuna ugumu extra kwenye mfano msanii wa hip hop kutoka, au msanii wa hip hop muziki wake kuanza kuingiza pesa kama ambavyo msanii wa bongo flavor tu kawaida muziki wake unavyowahi kuingiza pesa. So wewe unaona ni sababu hiyo ambayo inaweza ikafanya mtu akaingia kwenye uraibu maybe wa madawa au ulevi au whatever? Yani wewe unafikiri ni sababu ipi ambayo inafanya wasanii wengi wanadondokea huko? Nafikiri tukienda sober house sasa hivi hatukuti wasanii wamejaa mule. Ni watu tofauti yani mbali. Ina maana kila mtu ana mazingira tofauti ambayo yanampelekea aingie kwenye uraibu. So nafikiri siwezi nikaongea kwa experiences za watu wengine, lakini ndo kama hivyo. Kila mtu ana sababu tofauti inayompelekea kuingia kwenye uraibu. Nafikiri katika mazingira ya artist inakuwa ni likely zaidi kwa sababu ya mazingira unayokuwa exposed. Mazingira unayokuwa exposed yanakuwa ni karibu zaidi na hivyo vitu, kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi wewe kuwa kwenye hiyo hatari.
Okay. Yeah. Unaikumbuka experience yako ya siku ya kwanza unafanya show kubwa inachana na kipindi uko shule whatever, ilikuwaje show yako, kitu gani unaweza ukakisahau? Okay, hapo sasa ni hilo swali lina vipindi tofauti kwa sababu hata kabla sijawa like na nyimbo ambayo inafanya vizuri mtaani naenda kuperform, niishawahi kuperform kwenye crowd kubwa. Okay. Katika show ambazo zinatokea Shaitan tunapata nafasi ya kwenda kuperform hivyo, na kuna experience tofauti ya kuperform hivyo na kuperform ukiwa kama artist ambaye watu wanakufahamu. Yes. Yeah, so zote ni katika kitendo cha kuperform ina feeling inayonipa ni same ile ninapokuwa stage napata kuimba kazi piece of work ambayo nime take time nikaiandaa katika kipindi fulani, na sasa hivi ninaenda kuiwasilisha kwa watu katika namna ya performance. Okay. Kwa hiyo ni kitu ambacho nakuwa kuna feeling kinanipa na kwenda kuperform na katika crowd ambayo unajua kabisa inaenda kumpokea nani, ni feeling ambayo pia ni aina yake. Ni dream ya kila artist, yani asikudanganye artist yoyote, ni dream ya kila artist asimame sehemu aimbe lyrics na watu. Okay. Yeah, kuna namna yani kuna feeling fulani inakupa, ni kitu ambacho wewe ulikaa ukakiandika tu katika mazingira yako umekitengeneza kichwani, then unaona thousands wanakiimba. Yes. Yani ni situation tu maybe labda ambayo imewahi kutokea kwenye maisha yako, umeiweka into wimbo na watu wana vibe nayo na wanaona like hivyo wanaimba line after line. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kuna feeling inaleta. Yeah. Okay. Ushai kurushiwa chupa au vitu ukiwa jukwani au mashabiki wakakubuu ukiwa jukwani? Nashukuru Mungu sijakutana na hicho kitu. Okay. Yeah. That's lucky you kwa sababu wasanii wengi sana wanakuwa wanakutana na hiyo, unakutana naenda kwenye crowd ambayo inakuwa opposite na muziki wake, alafu inakuwa noma. So hongera sana bwana kwa sababu hujapita huko. Yeah, ni jambo la kushukuru Mungu kwa sababu sijui maybe unaweza kaamka kwenye hiyo crowd someday. Okay. Yeah. Too late nafikiri. Ushafika mbali huko, kurudi huko. Vitu vinatokea. Watu wanaorusha hivyo nini wana sababu tofauti za wao kufanya hivyo. Kwa kama wameweza kumfanyia mtu ambaye wamemfanyia, uwezi jua kesho atakuwa na sababu ya kukufanyia wewe. Okay. Sema watu hawatabiriki bwana. Tena mashabiki wa bongo. Kwenye wimbo wangu mpya Dangerous Desire kuna hiyo line inakwambia utashangazwa kila siku kwa sababu watu ndo walivyo. Yani wako katika namna ya kukushangaza every day. Okay. Wewe ni storyteller mzuri sana pia, Rafsha, kwenye ngoma zako. Ukiamua kufanya storytelling basi unahakikisha watu wanakuomba part 2, part 3, yani wanatamani uendelee. Yani it's a very good thing na tuna enjoy. Sasa mimi nasema niambie ni ngoma gani ambayo ni ya storytelling ambayo ushai kuifanya ikawa ile story inakuhusu wewe au inamhusu mtu wako wa karibu sana, yani ambayo haikuwa fiction? Story ambayo haikuwa fiction zipo, mfano Ulivyo. Kuna track inaitwa Ulivyo, sio fiction ya story. Okay. Ni kama ilivyo, exactly kama ilivyo. Okay. Kuna track kama sasa katika hayo mazingira vitu vingi ni real unavyovisikia, lakini kuna vingine sio havijanitokea mimi direct. Yes. Kuna vingine labda ni mtu wangu wa karibu, mshikaji wangu niko naye vimemtokea. Kwa hiyo ninapokuwa na deliver hiyo story, unaisema kuna namna ambavyo hivyo. Na sometimes story moja inaweza kahusisha vipande vya story nyingi za watu ambapo umesha kuzisikia. Kwa ni namna tu ya kuziconnect na namna ambavyo zinaenda kuleta ile story nzima unavyozitengeneza. Okay. Yeah, kwa hiyo kama hivyo, hiyo ni baadhi ya track ambayo inahusisha story ya ambayo sio fiction. Okay. Ni story real. Track nyingine ya story, track nyingine ya story kwenye To the Top volume, no, kwenye To the Top ile ni fiction at some point, lakini ina baadhi ya kweli. To the Top volume 1 interview ina baadhi ya baadhi ya parts ni real, lakini sehemu kubwa ni fiction. Okay. Ipi ambayo ni real ndo tunataka, kwa sababu interview nayo kwanza kwenye ni ile conversation, mfano conversation ambayo nilikuwa nayo na yule dereva. Ni conversation ambayo unakutana nayo tu mara nyingi, yani mtu
akikuona tu hivyo taarifa ngoma yako hivi na hivi na nini. Ile conversation kama umesikiliza track ya interview, kama bado hujasikiliza unaweza kaenda ukaisikiliza. Ukaona conversation nilokuwa nayo na yule dereva wa Bolt ni vitu ambavyo vinatokea real. Una nyimbo labda specific unatamani ujue kama ni real au of course Lisa. Nyingine Lisa na interview, those are my favorite. Okay. Interview nafikiri nishakueleza. Lisa iko inspired na story ambayo nilisimuliwa nikiwa mdogo. Okay. Ambapo ilitokea kwa sister yangu ambaye yani ni mtu alikuwa ni classmate wa sister yangu in short. Kipindi cha likizo kaenda kumsalimia manzi yake, sema hakumfumania, walizinguana tu akawa ameondoka. Walizinguana sasa katika kumfukuza akamuitia mwizi akawa amepigwa. Okay. Kwa umeona hiyo tu, lakini sehemu nyingine yoyote ya wimbo unaisikia ni fiction. Okay. Wow, that's amazing. But it's a big talent right there, kwa sababu unajua kutengeneza story afu it makes sense. It's not a joke. Jamani, afu tu waipende kama Lisa, kwa sababu siku zote Lisa itabaki kuwa Lisa. Yeah, sometime inatia uvivu. Kuwa na story ambayo the idea unavyoipata kichwani, unapata idea ambayo iko yani noma sana, lakini kwenye kuideliver ina take time, yani wewe uweze kuiweka sio time katika yani kuweza kupata namna nzuri ya kuideliver ambavyo mtu atakuja aisikie sasa. Okay. Sometime sio kila mtu anaweza kupay your price ya kuvumilia, yani kuenda hiyo struggle kama artist yaweze kucreate hicho kitu. Na maana mpo wachache mnafanya storytelling. Exactly. But it's not a joke. Lakini kuna jambo jingine ambalo watu waga wanalikashu, mfano kwenye diss track unavyokuwa mnadisiana. I don't know why ile wanaionaga kwa upande wa utofauti. Na nitatamani pia uniambie kwa upande wako maybe utofauti mwingine ambao watu hawajui kuhusiana na diss track. Watu wengi sana wakiona wasanii mmedisiana wanaona upande wa negative kwamba mnafanya muziki wa hip hop umekuwa taarabu sasa, sijui nini mnashushana sijui nini, lakini I believe kuna positive impact ambazo zinakuja pia na diss tracks. Ni kwenye nature ya muziki wa rap kuwa na hizo battle. Vitu vina majina tofauti. Yani okay, ikifanyika kwenye taarabu inaleta hiyo image ambayo unaiona kama mnarushiana maneno na nini, lakini kwenye utamaduni ni kitu kingine, ni utamaduni wa battle na nini. Kwa ni vitu ambavyo vinafanyika na at some point inaweza ikawa pia negative, kwa sababu ni binadamu ambao wanaifanya. Na binadamu wana emotions tofauti, kwa hiyo ni likely kuwa negative pia, yani katika asilimia kubwa. Unajua ni kuna ile labda tuwe washikaji, na mara nyingi hatuwezi tukawa washikaji pia tukaanza kurushiana diss track. Lakini let's say nimekutana na Lydia tu atufahamiani, tumeanza kurushiana maneno, huwezi ukasema hayo maneno sio negative. Lazima kuna namna, kuna mmoja atakecho hivyo. Yeah. Okay. Na vipi waga mkisha tena diss track ndio inakuwa ni uadui kabisa in real life, au at some point mnakuwa ni kama tu mikwaruzano mingine inavyotokea kwenye maisha mengine ya watu, yani sometime ina take muda mfupi watu waka squash hicho kitu wakaa sawa, sometime inachukua miaka, sometime watu wataingia kaburini na hivyo hivyo. Kama kwa hivyo ndio inavyokuwa pia hata katika hizo beefs. Okay. Yeah. Unyama. Sasa nataka tuingie kwenye kipengele pendwa jamani cha ndugu zangu. Kipengele chenu pendwa cha mahusiano. Rapture, watu wanasemaga watu wa hip hop mnakuwa wagumu kwenye muziki wenu, ila maisha yenu ya mahusiano yanakuwa very soft. Mio inakuwa very soft. Hebu tuambie. Kwanza Rapture ni mtu tafsiri gani? Yani like kwenye kupenda ni mnapendaga ile. Unajua kuna ile urili ambao uko kwenye hip hop. Sasa ule urili kwenye hip hop unahamishia kuwa urili kwenye mahusiano, kwa mnakuwa too real kiasi kwamba kuumiza na kuwa rahisi. Sijui kwa watu, labda kama kwa watu ambao wanakuwa wana portray vitu ambavyo yani wanaishi vitu ambavyo sio ambavyo wanaviimba. Okay. Yeah, lakini kama walivyo binadamu wengine ninavyo react na hisia za mapenzi, ndivyo ambavyo nafikiri binadamu wengine wana react. Okay. Yeah. Iko hivyo. Kama ambavyo na react. Kwa kitu ambacho
angeweza kufanyiwa mtu mwingine akafeel pain, nikifanyiwa nitafeel pain pia. Okay. Yeah. Sema sana niambie ni heartbreak gani ambayo huwezi kuisahau, and like sababu ambayo mfano ilifanya ukaachwa kipindi fulani ambayo maybe ilikuwa petty sana na huwezi kuisahau. No, kwa sababu mazingira kuachwa ni another thing. Mimi nikianza kuna energy tu nikianza kuiona kuna namna unajikataa na kuna namna na deal nayo. So siwezi nikasema na deal nayo vipi hapa. Okay. Kuna namna naelewa namna ya kudeal nayo. Yeah, lakini so kitu ambacho kuna kauli tu ambayo kuna niliwahi kuambiwa na mtu siwezi kumafford. Rapture always could afford kabisa. Na kweli sikuweza kumafford at the time kwa sababu kwanza nilikuwa shule. But nilicarry hiyo grudge na ikanipa energy sana. Okay. Ya kuhakikisha kwamba unafanya mpaka uje yeye ndio asikuafford sasa. Kwamba okay, ni kwamba like okay. Na mahusiano yako ambayo yali last for a very long time ilikuwa ni muda gani? Ambayo imelast kwa muda mrefu. Zaidi ya mwaka. Okay. Yeah. Miaka 2 hujatoboa. Miaka 2. Miaka 2 nyuma sijawahi kutoboa miaka 2. Okay. Ila sasa hivi unaona kabisa ikienda. Sijawahi kutoboa miaka 2. Okay. No, sijawahi kutoboa miaka 2. Labda miaka 2 yenye vituo. Miaka 2 yenye break. Miaka 2 yenye break. Okay. Yapo. Miaka 2 yenye break yapo. Nuko mlienda likizo miezi 6 mkarudi. Break kuna namna hivyo. Okay, mahusiano yako sasa hivi hapo kwenye condition gani ama state gani? Condition gani ukizungumzia baridi, moto au nini? Yes. Ya moto. Hata kwa ya moto. Ya moto. Tutaendeleaje? Tutaendeleaje? Anaendelea vizuri. Wow, that's yeah, anaendelea vizuri. Una taarifa yake? Anaitwa nani? Jina familia. Mtaje nimekuruhusu. Au tumtaje mama yake? Mtaje nimekuruhusu. Wewe unataka mtoto bado hajafikia muda wa kuexpose kwenye mitandao. Bado atatufunga akikuwa, ila tumtaje mamake. Amtaje kwanza mtoto. Nimekuruhusu mimi kama mzazi. Mtoto anakufunga hadi wewe unajua hivi vizazi vyetu Gen Alpha hizi Gen Beta. Mtajie hata herufi nijue kama unajua. Nataka at this point nataka nihakikishe kama unajua. Tukutajia jina la mama. Mama narudi lini da kwanza kwa sababu naona yuko kwa wakwe zako sasa hivi. Au mpaka bado hujaniamini kama unajua. Mama yuko wapi? Mama si yuko kwa wakwe. Kuangaliwa uzazi. Amna story ya chika ni fiction. Aya, unajua nimemaliza Rapture wapi? Ogopeni matapeli. Ila siwezi kukuexpose. Unajua nini siwezi kukuexpose? Kwa nini? Kwa sababu pia it's not a good thing. Tunavijua vitu lakini bila ruhusa yako haviwezi kuexpose. So you're safe. I'm just playing with you. Lakini bwana hana mtu nimemwambia ataje jina la mtoto ameshindwa kujua. Kwa nini hataki nitaje jina la mama? Kwa nini hataki nitaje jina la mama? Unaweza kuwa umeliotea. No. Sio hata jina la kuotea. Unaweza kuwa umeliotea. Alijaotea. Lakini alimpost mwenyewe by the way kama amkupea attention. Chezeni na watu wa hip hop vizuri. Yaani wanawapostia hichi hapo unahisi ni siri. Lakini nishawapostia vizuri tu na wimbo vizuri tu ila nyinyi amkupea attention. Pay attention to this. Mungu Rapture. Ni waandishi wa habari katika kazi zao. Wakifanya kazi zao. Uliposti ukuposti? Waandishi wa habari katika kazi zao. Rapture uliposti ukuposti? Waandishi wa habari katika kazi zao za kila siku. Aliposti mwenyewe. Tatizo tu watu hawakupea attention. Aliposti vizuri, aliposti msichana, akaja akaposti baba, afu ikawa unyama kabisa. Anyways, na mlilike na kucomment TikTok. Sijui hata mko mnawaza nini kwani wako. 99 wanajua. 99 of course kwa sababu ni familia. Sasa wewe kwa nini usijue kama mimi mwenyewe ni 99 huko? Wewe ndo nimeprove wewe ni 99. Kwa hilo ambalo umelifanya. Wanae Rapture kama sio 99 basi wewe ni FBI. Hayo mawili. Mimi ni mwandishi wa habari. Sasa unajua hizo kazi nyingine inabidi kuna vitu unavijua vinaletwa kwenye line yako kirahisi. Anyways, I'm just playing lakini Natania hongera sana kwa kuwa baba. It's a big step kama kijana. Shukrani. Najua mama watakuwa wamefurahi pia sana kwa sababu unajua generation tuliopo ni baraka hiyo.
Ni baraka kubwa sana kuona kwamba kijana wako anakuletea mtoto. It's a great thing. So hongera sana kwa hilo. Asante wewe. Lakini sasa unajua hii ni story yako. Story yako pia. No. Ni story ya kila mmoja ambaye anaonekana kwenye kamera. Ni story ya Rapture. Umeahidi mtu kote asubuhi ulikuwa unaahidi mtu. Naahidi kutabia mtoto. Alafu sasa hivi hapa uruke. Unashaka lakini mpaka episode itoke nakuwa tayari naambia ni mambo ya media. Hata kutana nayo editor usitoe hichi kipande. Atajieleza bana yeye mwenyewe huko. Sisi hatutakuwepo wakati anajieleza. Afu wasanii ndio wanakuwa na tabia ya kudanganya watu. Ukuta anachepuka afu anasema ni project mwisho wa siku unakuja kukuta project imekuwa project. Anyways, Rapture bwana, unafanya muziki mzuri, umepiga hatua kama kijana. Tumejifunza vitu vingi kutoka kwako, including kuwa na focus. Moja kati ya kitu ambacho kilikusaidia wewe kufika ulipo sasa hivi ni kwamba ulikuwa unajua exactly unataka kufika wapi na unataka kwenda wapi. Hicho ndio kitu ambacho kilikusaidia. Sasa mimi natamani uzungumze na kijana ambaye anatamani kuingia kwenye industry. Kila mtu ana perception yake kwenye industry ya hip hop. Kila mtu ana perception yake pia kwenye industry nzima ya burudani. Unafikiri unalipi ambalo unaweza kumpa ambalo litampa nguvu ama litamfanya kwamba atakikata tamaa arudie, ajue kwamba uko anakoenda it's possible? Kitu cha kuweza kumwambia ni namna ambavyo yeye awe to determine na kile ambacho yeye anataka kukifanya. Kuna namna yani ile nia ukiwa nayo ndani yako ambayo inakupush kwenda kufanya kile kitu. Ndio kama nilivyokueleza mwanzo, distraction nyingine zinazokuja zinaweza ni zisikutoe kwa sababu uko very focused na kile kitu ambacho unataka kukifanya. Exactly. Na kila ambacho ukiweka akili yako ukataka ukifanye vile ambavyo wewe umekiimagine unaweza kukifanya, unaweza kukiachieve. Power imagination ni kitu ambacho mimi siwezi kukichukulia poa hata kidogo. Nguvu kwa sababu nimewahi kuimagine vitu na nikaweza kuvifanya ambavyo kama niliimagine zaidi ya mara moja. Kwa hiyo ni take mfano, sio kwamba ni ushauri, ni mfano from experience. Nimefanya hicho kitu na nikaona kinawezekanika, especially kwa artist. Kama mtu ambaye unatengeneza kazi ya sanaa kama mimi, unaweza ukaimagine kitu sometime na kuna track Dangerous Desire kwenye track yangu mpya nimesema kwamba uoga unafanya ideas zinabaki kuwa idea. Sometime inawezekaje idea kwa sababu tu ya namna ambavyo unaiona maybe iko complex kichwani kwako ukaiacha. Lakini hiyo artist ni wengi sana duniani, kuna reason kwa nini imekuja kwenye kichwa chako. Exactly. Kwa hiyo hakikisha mwisho wa siku yani mbali na mambo mengi, art unayofanya pia ina mata kwenye kuhakikisha unaonekana kwa watu. Ni dunia ambayo ni rahisi sana kuonekana, so ni kuhakikisha kitu ambacho kinafanyika kinakuwa ni worth kutazama, ni worth watu kuishi nacho. Mwanzoni wakati na share kazi zangu ilikuwa nahakikisha kwamba katika hii track mtu kipande ambacho nikikishare akikutana nacho utaenda kuitafuta hiyo ngoma. Kwa hiyo ikasaidia kuweza mimi kwanza kupolish kazi yangu ninayoifanya iwe katika namna ambayo yani mtu akisikia tu first listen isiwe rahisi kutoka kichwani. Kwa hiyo fanyia kazi art yako, spend time na art yako, yani spend time na ule, unaona ni kama niseme like mimi kama Cosmas Paul ni spend time na Rapture. Nifanye kuwa na mazungumzo naye, kuweza kuangalia namna gani ambavyo nilikotoka na ninaenda wapi, na grow vipi, nini ambacho natakiwa kukifanya. Hivyo ni vitu ambavyo kama artist inabidi yani unavifanya vya wewe na wewe. Inakuweka goals zako ambazo hizo goals zinakufanya unajua kabisa kwamba nimeachieve vitu fulani kwa muda huu na nini natakiwa niwe nafanya kwa muda huu. That's what's up. Nafikiri kama ni mtu ambaye ulitamani kusikia kitu, ni artist, uko na talent yako, so lazima uwe tu artist. Yani tu una kitu chako, ni kikubwa ni kuweka focus. Sasa bwana, watu wengi wanasemaga wanaudai muziki. Wengine wanasema muziki unawadai. Wewe uko kwenye watu wa kundi lipi? Kauli ya kudai muziki ni kwa sababu ya maslahi.
sio tu maslahi ya nini, kwa muda ambao na hela ambao umetumia kuinvest kuhakikisha hiki kitu yani unakifanya hivi ambavyo unakifanya, kuhakikisha kinakuja kukulipa, ndio inakuja hiyo kauli ya kudai. Kwa nafikiri kwa kauli hiyo niko katika hilo kundi la watu ambao wanaodai, kwa sababu nimeweka energy yangu kwenye hiki kitu. Nimekwambia nimeanza kufanya hivi toka lini. Yes. Blessings ambazo zimekuja njiani katika safari yangu niko grateful nazo, nashukuru kwa kila baraka ambazo zimekuja katika hii safari yote, lakini still nafikiri kuna namna ambavyo inatakiwa kunilipa zaidi sana, yani ya ambavyo ya faida ambayo nimeiona. Okay. Yeah. That's amazing. Sasa nataka tumalizie na swala moja. Unajua maisha yenu ni studio na nyumbani mara nyingi. Studio ndo maisha yenu ni mengi zaidi, and then kurudi nyumbani kutulia. Wewe maisha yako mengi ni nini? Maisha yangu mengi ni mzunguko mwingi. Sasa twende hapa. Mbona mimi kitu it was supposed to be a conversation. No, it was lakini supposed to be a one story. sided. Mimi kuna vitu sijakuuliza. No, hii ni story. Mimi nahitaji kukuuliza. Unataka nitafute nikupe story yangu. Leo wewe ndo unatupa story yako. Not my story. Okay. Not my story. So mimi natamani nijue bana, watu wengi, wasanii wengi wamepitiaga visa vingi sana, especially ile movement ya unatokea studio unarudi nyumbani, kwa sababu mara nyingi inakuwa ni alfajiri au usiku mkubwa. Wewe kisa gani ambacho ushakutana nacho na uwezo ukisahau? Cha kutoka studio kurudi nyumbani? Yes, late. Kitu ambacho siwezi ngakisahau kutoka studio kurudi nyumbani, kutoka studio kurudi nyumbani. Tofauti na kukimbizana tu na mama muda anaotoka dukani, yeye amefunga, ameshafunga duka, kwa hiyo inabidi achukue pikipiki aende nyumbani kama saa 4 hivi usiku. Na mimi ndo huo muda ambao sasa nimechelewa kumaliza kazi studio. Natakiwa nitoke, kwa sababu huo ugomvi utakuwa ugomvi ni wa kila siku. Hapana, huwezi kuwa ugomvi wa kila siku. Kwa hiyo inabidi nimuwai nikaingie kabla yake. Na mimi ndio niko mbali na yeye, yani umbali wa dukani paka nyumbani sio kama umbali wa studio paka nyumbani. Na wewe unatembea kwa mguu? Mimi hapo nilikuwa bidi nitembee, lakini ikatokea kuna mwana pale, ilikuwa ni producer actually, Makwenza akaniambia ngoja basi nikurasha, akaazima pikipiki ya mtu na yeye akawa ananikimbiza, lakini tulikutana mlangoni. Sasa unasema umetoka wapi? Tulikutana mlangoni. Hivyo tu, yani ilikuwa mzozo ukaisha. Mwisho siku yani mzazi na mtoto vitu vinaisha, haviwezi vikakaa muda mrefu. Ndio anasemaga wewe uza ile friji ukanunua unachotaka. Sasa wanasamea tu, siku zote anaacha kusamea, hawana option. Anyways, nimefurahi sana kusikia story yako Rapture, tumeenjoy, tumejifunza vitu vingi. Hopefully pia wewe naye pia umeweza kujifunza vitu vingi. Bwana, una uwezo wa kushiriki kwenye hii podcast kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kutuambia ni nani ambaye unatamani kusikia story yake, ni mtu gani maarufu ambaye unayaona mafanikio yake na yanaku thrill, unatamani kusikia story yake ilikuwaje, safari yake ilikuwaje, unatuambia. Alafu sisi tunahakikisha kwamba anakuja hapa, anakuja kutupa story yake. Lakini pia wewe mwenyewe kama uko na story ambayo you feel like ukishare hiyo story itafundisha, itaelimisha, itaburudisha pia watu fulani kwenye jamii, unaweza ukatuandikia tu briefly DM ya kwetu ya Story Yangu Podcast au ya Femina Hip, au ukatuambia kidogo tu kuhusiana na story yako. Kama ikikidhi vigezo, unakuja unakaa hapa tunaisikiliza story yako pia na wewe, ili watu waweze kujifunza. So hizo ni njia mbili ambazo unaweza ukashiriki kwenye Story Yangu Podcast. Lakini usisahau pia kusubscribe YouTube channel yetu. Hizi episodes zinatoka after every 2 weeks. Kwa hiyo maana kwa mwezi tunakuwa na episode 2. Endeleeni kusubscribe, kufuatilia pia, kushare and everything. Mnakuwa mnatisha sana. Kama utaki kuchoka kuangalia YouTube na unataka usikilize huku ukiendelea na mambo yako, basi tupo Spotify, tuko Boomplay, Audiomack, huko kote unatupata kama Story Yangu Podcast. So unaweza ukasikiliza ama ukaitizama, ni wewe tu, machaguo yako mwenyewe. Mimi kwa siku ya leo nimemaliza kabisa, labda Rapture tu mmalizane mashabiki zake, lakini kwangu mimi nimemaliza. Tutaonana next episode. One love kwa wanangu wote ambao wametake time kuangalia show yetu siku ya leo. Imekuwa ni wakati mzuri sana mimi kuwepo hapa, na
nipende tu kuwapa taarifa kwamba track yangu mpya na track ya kwanza kutoka mwaka huu Dangerous Desire iko kwenye platform zote, unaweza kaenda ukaisikiliza. Ni track ambayo I'm sure unahitaji kuisikia no matter uko kwenye mood gani sasa hivi, but ni message, ina message ambayo utakuwa unahitaji kuisikia. Unaweza kaisikiliza, na tunaingia kwenye season ya don't take God's credits. Usichukue sifa za Mungu. Hiyo ni mixtape yangu ambayo inaenda ku drop very soon. Na nikuuliza sasa hivi mmoja basi nipata na miswali mmoja kuuliza. Mmoja hili swali sio story yako, ni swali mmoja. Inahusiana na mixtape yangu ambayo inaenda kutoka. Kuna track moja inahusiana na hili swali ambalo ninakuuliza. Itakapotoka nafikiri kila mtu atakumbuka hii ni wimbo gani huu tulikuwa tunauongelea. Kitu gani cha gharama zaidi mtu ambaye amewahi kukuoffer, mwanaume amewahi kukuoffer, ambaye maybe anahitaji kuwa na wewe au upo naye kwenye mahusiano? Cha gharama zaidi na ambacho hata kama ulikikataa, yani kitu yani ambacho kikubwa kabisa, yani ambacho umewahi kuwa offered. Basi tena kwenye mahusiano tusigombanishe watu, mkaniharibia. Kwenye mahusiano bwana, mimi boyfriend wangu ndo nunuliaga iPhone kwa mara ya kwanza. Kipindi hicho ndo iPhone 12 Pro Max zimetoka, nakwambia, nikaletewa full box ndio ndo namaliza chuo. Yani it was a big gift by the way. So yeah. Nafikiri manager anasema kutaja track ya nyimbo au wataisikiliza then watarelate. Itakapotoka hiyo track nafikiri watu tutaweza kukumbushana na tutaelewa kwa nini nimemuuliza Chika hili swali. Lakini ameniuliza material kwa sababu hapa anaweza kaenda kunigeuka kukuta track yake inasema wasichana wengi wanafikiri material things na vitu vya thamani. No, hamna. Ni kitu ni zawadi, ni kitu cha gharama. Yeah, gharama ni vitu namna tu ambavyo mtu unavitazama vitu. Bye guys. Bye. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu.